kitabu cha nabii Isaya sura ya 14 mstari wa 26 na 27. Anasema hivi, hili ndilo kusudi litakalo kusudiwa duniani mote, na huu ndio mkono ulionyoshwa juu ya mataifa yote. 27. Maana Bwana wa majeshi amekusudia, naye ni nani atakayelibatili? Na mkono wake ulionyoshwa, ni nani atakayegeuza? Hili ndilo kusudi lililokusudiwa duniani mote, na huu ndio mkono ulionyoshwa juu ya mataifa yote. Maana Bwana wa majeshi amekusudia, naye ni nani atakayelibatili? Kupitia andiko hili, kupitia mstari huu, tunajua kwamba Mungu alichokikusudia ndani ya maisha ya wanadamu hakuna atakayeweza kubatilisha. Mungu aliyoyapanga ndani ya mfumo wa maisha ya binadamu mmoja, hakuna mtu atakayeyabatilisha, hakuna mtu atakayezuia, hakuna mtu atakayegeuza. Kusudi la Bwana lazima litimie, kusudi la Bwana lazima litimizwe, kusudi la Bwana lazima litimie, na hauwezi kuishi nje ya kusudi la Mungu ukapata matokeo kamili. Huwezi kuishi nje ya kusudi la Mungu ukapata faida nzuri, ukapata matokeo mazuri. Watu wengi wanaishi nje ya kusudi la Mungu. Huduma nyingi zinaishi nje ya kusudi la Mungu. Ndoa nyingi zinaishi nje ya kusudi la Mungu. Biashara nyingi zinaishi nje ya kusudi la Mungu. Miradi ya watu mingi imekaa nje ya kusudi la Mungu, imeenda vice versa. Mungu anapanga hivi, wenyewe wanapanga hivi. Wamekuwa kama misili ya Yona. Tunajua kabisa Yona akaishi nje ya kusudi la Mungu, kilichompata mpaka inafika muda anawaletea wengine madhara. Kumbe kuishi nje ya kusudi la Mungu, mtu mmoja kuishi nje ya kusudi la Mungu anaweza akaleta madhara mpaka kwa watu wengine ambao wanamzunguka. Huyu mtu aliyekimbia kusudi la Mungu anaweza akatuletea sisi madhara ambaye tunamzunguka. Kuna madhara ya kuishi nje ya kusudi la Mungu. Yapo madhara ya kuishi nje ya kusudi la Mungu. Madhara ya kuishi nje ya kusudi la Mungu. Madhara makubwa kwanza ni upate kibali kwa Mungu na kwa wanadamu. Upoteza kibali machoni pa Mungu na machoni pa wanadamu. Mtu yoyote anayeishi nje ya kusudi la Mungu upoteza kibali machoni pa Mungu